Ni nani huyu Jeffrey Epstein? Ametokea wapi? Na kwa nini dunia sasa inamzungumzia sana? Ili kuelewa skandal hii lazima turudi nyuma. Epstein hakuwa mtoto wa tajiri. Alianza kama mwalimu wa kawaida wa hesabu, lakini ndani ya muda mfupi akawa msimamizi wa mabilioni ya pesa. Lakini hapa ndipo swali linapokuja, pesa hizi zilitoka wapi? Wataalamu wengi wanasema Epstein hakuwa mwanabiashara, lakini alikuwa ni social engineer. Anajua jinsi ya kuongea na watu na anajua jinsi ya kuingia kwenye vyumba vikubwa vya watu wenye nguvu kama vile rais na wenginevyo. Epstein alikuwa na kisiwa kikubwa sana, kama tunaweza sema kisiwa cha kufanya mambo yake mabaya. Kisiwa hiki hakikuwa cha anasa tu, kilikuwa ni mtego wa kurikodi. Fikiria hili. Ikiwa wewe ni kiongozi mkubwa na Epstein anakualika kwenye kisiwa chake, kisha anakurikodi ukifanya vitendo haramu. Kuanzia siku hiyo yeye ndiye anayekuamrisha, yani blackmail. Hii kwa kizungu inaitwa compromat. Huu ndio ulikuwa mfumo wa Epstein. Hakuhitaji marafiki, alihitaji mateka wenye vyeo vikubwa. Agosti tarehe 10 mwaka 2019, Epstein anapatikana amekufa kwenye seli yake, na kamera ambazo ziko ndani ya hiyo seli zilikutwa zimeharibika na walinzi walikuwa wanamlinda Epstein wamelala. Daktari mpasuaji mkuu aliyekodiwa na familia yake alisema majeraha ya Epstein yalifanana zaidi na ya mtu aliyenyongwa kuliko aliyejiua. Story bado haijaisha, ila nitawapumzisha kwa sasa. Na Epstein, story yake sio tu ya uovu, bali kuna watu bado wamejificha nyuma ya kivuli chake ambao wanasubiriwa kufanywa kazi. Kutaka kuendeleza sehemu ya pili hii, nilikuwa nataka niimalize kwenye video hii, lakini naona itakuwa ndefu. Kwa hivyo bonyeza subscribe, like na ucomment kitu chochote ili usubirie sehemu ya pili. Asante sana kwa muda wako. Ni Mkali wa Recap hapa.